Dira ya Dunia News, habari zinazokugusa. Ziara ya kwanza ya Rais Samia nje ya bara la Afrika, lakini ni ziara ya pili kufanywa na Rais wa Tanzania nchini Urusi tangu mwaka 1969 alipozuru baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa mujibu wa taarifa, ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Urusi katika sekta mbalimbali za kimkakati zikiwemo biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo na miundombinu, kwa mujibu wa Ikulu ya Tanzania. Today. Ziara ya Rais Samia nchini Urusi ni muhimu kiasi gani katika nyakati hizi? Step back further. All attention now. We are awaiting understanding. Je, Urusi inanufaika na mkusanyiko huu wa viongozi wa mataifa mengine katika nchi hiyo iliyotumbukia katika vita vya miaka 4.5 sasa? Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu. Usisahau kukomenti. Hebu tuangalie habari hii kwa kina zaidi. Masuala kadhaa ambayo yanaweza kusaidia kuelewa maana ya ziara ya Rais Samia nchini Urusi. Kwanza ni safari yake ya kwanza kabisa nje ya Afrika tangu kuanza awamu yake ya pili. Kwa kumbukumbu zangu, Rais Samia ni rais wa pili tu wa Tanzania kutembelea Urusi akiwa madarakani. Wa kwanza alikuwa Mwalimu Julius Nyerere, na kama sikosei ilikuwa kama mwaka 1969 hivi. Sasa katika ulimwengu wa diplomasia, hiyo si bahati mbaya na inatuma ujumbe wa kiwango au nia ya kuimarisha urafiki, uhusiano mwema na wa karibu, au hata uelekeo mpya wa sera ya mambo ya nje, pamoja na kipaumbele cha maslahi ya nchi kisiasa au hata kibiashara pia. Utakumbuka nchi za Ulaya na Marekani ziliukosoa sana uchaguzi uliomuingiza madarakani Rais Samia, kwamba uligubikwa na uminywaji wa demokrasia na baadaye mauaji ya mamia ya watu, na hivi karibuni Marekani imemwekea vikwazo afisa mwandamizi wa serikali katika usalama wa nchi. Lakini nchi hizi pia zimeendeleza mashinikizo kwamba mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu aachiwe huru na madai ya kupanuliwa zaidi kwa demokrasia nchini. Kwa maneno mengine, ni kama serikali inasema, mkitukosoa na kutuzodoa, kuna watakao tukumbatia na kutukunjulia zuria jekundu. Pili, safari hii inakuja siku chache tu tangu mkutano wa wakuu wa nchi wa serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika uliofanyika nchini Rwanda. Sasa linapokuja swala la nyuklia, Urusi ni kinara wa dunia. Zungumzia kubuni, kujenga na kusambaza teknolojia hii. Yeye anaongoza hapo, kazi inayosimamiwa na shirika la umma la Rosatom. Sasa dunia imeona, na hasa Afrika na nchi zingine zinazoendelea hizi, kwamba utegemezi wa nishati ya mafuta kutoka Afrika Mashariki ya Kati si wa kuaminika. Mgogoro mmoja tu tena ambao hata haihusu Afrika umeshika kabali chumi ya hizi nchi, kupandisha gharama za maisha, kitu ambacho kinaweza hata kuyumbisha serikali na nchi kwa ujumla. Kwa hivyo
Pamoja na mazungumzo mengi yanayoendelea hivi sasa ya kutaka kuchimba mafuta yake Afrika na viwanda vya kuchakata mafuta hayo, nchi hizi za Afrika inabidi zichangamke katika kupata vyanzo vingine vya uhakika katika kujidhatiti hasa kinishati. Na nchi gani nyingine ya kwenda zaidi ya Urusi, vinara hawa wa nishati ya nyuklia? Lakini si kweli kwamba ni Tanzania tu ndio inanufaika na safari hii ya ziara hii ya Rais Samia huko Urusi. Ziara hii ni ushindi mkubwa pia kwa Rais Putin kidiplomasia, kwa maana kwamba kwa kufanikiwa kuwa na Rais Samia na viongozi wengine kutoka Afrika, Putin anatuma ujumbe pia kwa nchi za Magharibi ambazo zimemtenga na kumwekea vikwazo yeye, nchi yake, wafanyabiashara wao, kwamba mimi bado nahitajika, bado nina marafiki na bado nina ushawishi Asia, Mashariki ya Kati, lakini pia hata Afrika. Mabara haya ni ya muhimu kubwa sana duniani, na hasa linapokuja suala la malighafi na masoko na biashara kwa ujumla. Sasa Tanzania ina utajiri mkubwa wa madini adhimu na ya thamani yanayohitajika sana katika ulimwengu huu wa sasa wa viwanda, sayansi na teknolojia. Kwa hivyo, kwa kuimarisha uhusiano na Tanzania, bila shaka Urusi pia inajitengenezea mazingira ya kunufaika kibiashara pia katika kupata madini hayo. Sasa tutarajie mwitikio gani kwa nchi za Magharibi? Wanaipokeaje ziara hii ya Rais Samia huko Urusi? Kwa hakika watakuwa wanauma meno na kuchapa vidole kweli kweli, na sidhani kama kuna kitu kingine kikubwa ambacho wanaweza kufanya. Lakini Marekani kwa mfano, chini ya utawala huu wa sasa wa Rais Donald Trump, imeamua kutekeleza sera ya mambo ya nje inayojipendelea yenyewe kwanza, halafu wengine baadaye. Inaitwa Marekani kwanza. Sasa kufungwa kwa mfano kwa shirika la misaada la USAID, kuwazuia takriban nusu ya Afrika kuingia Marekani, kuteka rais wa nchi nyingine, kuvamia nchi ambayo hata haijawachokoza. Hata kama vitendo na maamuzi haya ya Marekani yanaumiza wengine, kwa kuwa tu vitainufaisha Marekani, basi nchi hiyo imeamua haitajali tena wengine. Kwa upande mwingine, Ulaya, tangu tishio la Urusi kuvamia Ulaya nayo imegeuka na kujiangalia zaidi, kutatua mahitaji ya ndani zaidi kuliko kupeleka misaada nje, kupunguza misaada, kujiimarisha zaidi kiulinzi na kushughulikia masuala ya kiuchumi na kijamii yanayowakabili wao ndani kuliko nchi za mbali, na hasa katika mabara kama Afrika. Penda video hii, like, comment na subscribe kwa Dira ya Dunia News, habari zinazokugusa.